Bwana Yesu asifiwe. Tupo katika zama ambazo Yesu Kristo kurudi duniani, yani ni karibu kuliko sisi tunavyowaza. Mama yangu, dada yangu, anybody who you are listening to me right now, naomba ukapate kwa makini. Ninaomba uwe makini. Tupo katika hizi zama ambazo tunasema za AI, artificial intelligence, akili nemba, akili bandia. Yani kama hutaweza kusimama na Yesu Kristo sasa, hili wimbi litakuchota. Hili wimbi litakuchota la AI. Yani utasombwa, utabebwa pasipo wewe mwenyewe kuelewa kwamba umebebwa na umechukuliwa. Yesu Kristo akasema kabla ya ujio wake kuja duniani, akasema ya kwamba adui yule nabii wa uongo atafanya ishara, humkini hata wale wateule ambao wameitwa katika Bwana wataanguka kurudi nyuma kutokana na vile atakavyofanya yule nabii. Sasa iko hivi, ndugu yangu, nisikilize. Nina channel kadhaa ambazo nataka nikuonyeshe, ambazo zipo YouTube. Watu wengi wanatumia hizi nyimbo za AI, hizi nyimbo za artificial intelligence. Watu wengi wanazitumia kama sehemu ya kiburudisho cha kuingia uweponi. Ukisikiliza hizi nyimbo, zina biti nzuri. Ukisikiliza, yani zina mwitikio mzuri, zina quality nzuri, ambazo quality yake watu wa kawaida, sisi binadamu kuzitengeneza hizi quality, kwa kweli mimi mwenyewe nilikuwa nasikiliza nasema hizi quality yani ni nzuri, niseme ukweli. Lakini hatari iliyopo ni hii: kusikiliza hizi nyimbo za artificial intelligence, kujiingiza uweponi kupitia hizi nyimbo za artificial intelligence, hakika unajiungamanisha na ufalme wa giza pasipo wewe mwenyewe kuelewa. Danieli aliambiwa, Daniel was told way back, aliambiwa nyuma huko, akaambiwa Danieli, nyakati za mwisho watu wataongezewa maarifa, watu wataongezeka maarifa, na shetani anatumia maarifa hayo kama sehemu ya kutunasa, ili majira akifika tusiingie katika ufalme wa mbinguni. Sasa nina channel nataka niende kakuonyeshe, ambazo huenda hata wewe mwenyewe pia ulienda kule ukachukua hizo nyimbo, umezidownload, unazisikiliza, unaabudu, unasifu, unajikuta unaingia uweponi, yani unazitumia hizo nyimbo. Nataka nikwambie ubadilike, ubadilike. Hizo sio nyimbo za kusema ya kwamba unakaa ama unanyosha mikono, unapiga magoti, unasema Bwana katika jina la Yesu. Sio nyimbo za kujiburudisha nazo. We are at the point of where if me and you are not careful, I am telling you, we are going to get destroyed. Mwanzoni nilikuwa ninasikiliza hizi nyimbo. Kivipi? Nilikuwa nina application kwenye simu yangu ambazo zinatengeneza hizi nyimbo za AI. Ninaandika maneno ya Kikristo, ama ninaipatia, wazungu wanasema prompt. I just give it a prompt, na nasema tu niandikie nyimbo ama tengeneza nyimbo kuhusiana na Yesu Kristo pale msalabani. Pap. Nikiipatia, inatengeneza chorus, inatengeneza verse, inatengeneza instrumental, inatengeneza kila kitu. Na ukiisikiliza hivi, na kuambia yani ukiisikiliza sijui nisemeje, yani unachotwa, yani unabebwa, yani mzima, yani unachotwa kuaminishwa kwamba huyu ni mtu anayeimba, lakini there is nobody there. Yani hakuna yoyote anayeimba pale, ila ni hili li mashine, ambalo hili li mashine ama hii uelewa, hii kompyuta inatengeneza nyimbo kwa ajili yako, ujione ya kwamba unaingia uweponi mwa Bwana. Ngoja nikuulize swali. Hivi utajisikiaje? Unatoka nyumbani, unaenda kanisani, unakuta kanisani hakuna mchungaji, umewekewa skrini pale. Umewekewa skrini, yani afadhali yani mchungaji angejirekodi alafu angeweka pale. Hakuna kujirekodi, hakuna cha sauti yake. Unakutana na kompyuta imewekwa tu pale, imefanya ta 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 ta. Kompyuta inaanza kukuhubiria. Kompyuta inaanza kukusemesha, Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni tusimame juu tumwabudu Bwana. Utajisikiaje?
utasema hiyo ni ibada? Yani unafika kanisani yani hakuna mchungaji, hakuna kiongozi wa kusema kwamba huyu ndo anasimama tufungue kitabu fulani, hayupo. Skrini tu iko pale ama spika tu ziko pale, unasikiliza mtu humjui, humfahamu, humtambui, anakuhubiria. Utasema hiyo ni ibada? Sasa hivyo ndivyo hizi nyimbo za artificial intelligence, hizi nyimbo za AI ndivyo zilivyo. Yani wewe ni kama vile unaingia uweponi mwa sehemu ambapo unajua kabisa hakuna mchungaji, hakuna kiongozi, hakuna yule mtu pale. Sasa Mungu atusaidie. Nitakuwekea hizi channel, nitakuwekea hizi channel uzione. Huenda na wewe ushai kuingia. Na kama huu ujumbe utakutana na mtu yoyote ambaye ana channel hizo za artificial intelligence, hizo channel za kutengeneza hizo nyimbo za kuabudu na za kusifu. Kama huu ujumbe utakukuta, ama una lengo, una mawazo, una fikra, una hisia, unataka utengeneze hivyo vitu, acha kwa ajili ya utukufu wake Mungu aliye mbinguni. If you are among those people who you are creating these artificial worship music, praise music to Jesus, and you're using AI, you're using this Suno, you're using, I don't know, Donas, whatever you're using, please, for the sake of Jesus Christ of Nazareth, put it aside. I'm telling you, nakwambia hivi, kama ni wewe ndio unaitengeneza hizo nyimbo, zima, kata. Kwa sababu gani? Utaingia kwenye hukumu, unawapeleka watu uweponi mwa sehemu ambapo si sahihi. Kama si Yesu Kristo yuko pale, ni nani mwingine? Nikusomea andiko kwanza, alafu nikuonyeshe hizi channel ambazo unapaswa kuwa makini nazo. I'm telling you, unaona watu status, wanaweka nyimbo status. Unaona watu wanaabudu, wanasifu kanisani, wana dance. Alafu mimi ambaye Mungu kanikirimia, nina sikio la kusikia na kuona kabisa hii nyimbo hii ni AI. Hii nyimbo unaweza kusema okay, hizo AI ni nini? Ni hivi. Hakuna AI, hakuna mwimbaji kusema kwamba Alan ndio kaimba, hayupo. Ni kompyuta. Hivyo sijui unanielewa? Na kurudisha ule mfano, unatoka nyumbani kwako, unaenda kanisani kwako, sijui Ufunuo, sijui Maranatha, sijui TAG, sijui EAGT, unaenda sijui kwenye kanisa lako. Unafika pale, mchungaji hayupo, unakutana na speaker. Afadhali labda mchungaji wako kajirekodi na kaweka pale. Mchungaji hayupo. Speaker ziko pale, kompyuta tu inabonyezwa pap. Kompyuta inakuhubiria. Simama juu, piga magoti, abudu, nyosha mikono juu, cheza. Utasema hiyo ni ibada? Utasema hiyo ni kitu kabisa ambacho Bwana mabwana anachokitaka? Sasa hivyo ndivyo nyimbo hizi za kusifu na kuabudu zinazotengenezwa na akili nemba, artificial. Tusome maandiko nikakuonyeshe. Tunaona nitachukua muda mrefu. Tusome maandiko. Biblia inasemaje? Nitaenda kusoma kwenye kitabu kinachoitwa Samueli wa kwanza, sura ile ya 16. Nitasoma mstari ule wa 14, nitaenda mpaka mstari ule wa 16. Kisha nitaruka, nitasoma mstari wa 23. Narudia tena, Samueli wa kwanza sura 16 mstari wa 14 mpaka 16, kisha nitaruka, nitasoma mstari wa 23. Na neno la Mungu linasema kama ifuatavyo: basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Nao watumishi wa Sauli wakamwambia, angalia, sasa roho mbaya kutoka kwa Mungu inakusumbua. Basi Bwana wetu na atuamuru sisi watumishi wake waliopo hapa mbele yako watafute mtu aliyestadi wa kupiga kinubi. Basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu itakapomjilia yeye, atapiga kinubi kwa mkono wake, nawe utapona. Mstari wa 23 inasema, ikawa ile roho mbaya kutoka kwa Mungu ilipomjilia Sauli, ndipo Daudi akakishika kinubi akakipiga kwa mkono wake, naye Sauli akaburudishwa na ile roho mbaya ikamwacha. Sauli aliposumbuliwa na mapepo, Daudi alikuwa anachukua kinubi anapiga.
Daudi akipiga, yani zile namna ya upigaji tu wa Daudi, pepo linakimbia. Kulikuwa na siri gani kati ya Daudi na zile nyimbo alizokuwa anazipiga? Sikiliza, ndo hapa tunapokuambia sio kila nyimbo za kuabudu ni nyimbo za kuabudu, sio kila nyimbo za kusifu ni nyimbo za kusifu. Unaangalia mtu unamwona huyu mtu kanyoa kiduku, yani Yesu Kristo tusaidie. Yani ndugu yangu, nyimbo inabeba uwepo. Yani hakuna nyimbo inayoenda eti hii hapa ni nyimbo ya katikati. Kuna mtumishi akasemaje, yani kuna nyimbo ambayo haina madhara. Sikiliza nikwambiaje, kama hiyo nyimbo haipo katika Kristo, hiyo nyimbo ipo kwa shetani. Artificial intelligence. Angalia hizi channel. Angalia hizi channel. Hizi channel mahala hapa nyingi wazo zina viewers wengi. Shetani anazisukuma hizi channel ziweze kuwafikia watu wengi, wengi wasikilize hizi nyimbo, wengi waingie. Yani iko hivi, ukianzisha channel kupitia hizi artificial intelligence, yani akaunti yako inakimbia, yani watu wanafika kwenye akaunti yako ya kutosha. Lakini ukisema utumie kawaida hivi, yani haifiki watu wengi. Kwa ajili gani? Shetani anasukuma hizi account, shetani anasukuma hii agenda ya artificial intelligence, tukapate kukubaliana nayo, tusikilize hizi nyimbo, tujiburudishe nazo, tuabudu nazo, mwisho wa siku tutoke uweponi, tuondoke uweponi. Hapa Daudi anasema kwamba, yani kitabu cha Samueli kinasema Daudi alipopiga kinubi, nguvu ya Mungu ilishuka. Sasa hizi nyimbo za AI, sikiliza, hizi channel unazoziona, hizi ni baadhi tu. Mimi tu nimepita haraka, hizi ni baadhi tu. Nakwambia hivi, ndugu yangu, usipokuwa makini utasombwa, utachotwa kuaminishwa hichi kitu ni kitu cha Mungu, kumbe unasikiliza kitu kisichotokana na utukufu wa Mungu. Najua kuna ndugu akawa ananiambiaje, sasa mtumishi wa Mungu, kwani shida iko wapi? Si imeandikwa tu, ina nyimbo tu, ina maneno ya Mungu. Sikiliza, kwani manabii wa uongo hawahubiri Biblia? Kwani manabii wa uongo hawahubiri kusema kwamba Yesu ni Bwana? Kwani manabii wa uongo hawanukuu Biblia? Kwani manabii wa uongo hawatumii? Ndugu yangu, shetani leo hii yupo katika ile nafasi, yuko radhi kutumia chochote, lengo atuangushe mimi pamoja na wewe. Mama yangu, yani mama, baba, kijana mwenzangu, nakwambia ukweli katika Yesu Kristo, huu ndio wakati wa kuja katika imani, kumpokea Yesu Kristo na kubadilika. Yani ukishindwa wakati huu kukaa na Bwana, nakwambia utasombwa, utabebwa, utachukuliwa. Yani utakimbiaje kupambanua kati ya kitakatifu na kisicho kitakatifu? Utapambanuaje? Nataka nikuwekee mifano ya hizi nyimbo za AI, lakini kabla sijaenda kukuwekea, nataka nikueleze hichi. Unaweza ukachukua Biblia ukailalia, ukachukua Biblia ukaiweka kifuani, ukachukua Biblia ukapata kuitamka, lakini kama haujajiungamanisha na yule Mungu anayepatikana katika Biblia, kamwe hutaweza kuona nguvu, uweza wa yule Mungu aliyokupo ndani yake. Maana yake ni nini? Hizi nyimbo zinatamka Yesu, hizi nyimbo zinatamka habari za Mungu, lakini chanzo chake, nyuma yake hakuna muunganiko wa Roho Mtakatifu. Unachoenda kukisikiliza ni kompyuta, kitu ambacho hakijaungamanishwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Kwa makini kwa hizi nyimbo, usije ukasema kwamba ni bora kuliko wale wanaoimba ndani wakiwa na Roho Mtakatifu. Hizi nyimbo zimetengenezwa na kompyuta, hiyo akili nemba, ama tunasema AI, artificial intelligence. Sikiliza. Chakutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo la
tabibu wa ajabu na rehema za daima, ni dawa yake njema. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Usiniache peke yangu, Mungu wangu, uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Lakini wewe unaona yote, hata yaliyojificha moyoni. Nifundishe kuomba Bwana. Baba, nisikilize, sauti yangu ikupate, najinyenyekeza mbele zako, wewe pekee unanitosha. Moyo wangu naweka madhabahu. Yesu Kristo Bwana, jina lako lina nguvu, twainua mioyo yetu, wewe waweza, Mambo yote waweza. tawala, Roho tawala, twakualika utawale, tawala Roho, tawala, twakualika tawale. Umeweka wimbo kinywani mwangu, Bwana, niimbe sifa zako. Umeniumba ili nikuabudu na kuabudu na kuabudu. Mataifa yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Usiache Mungu mwaka upite bila kutenda muujiza. Tenda muujiza unapozuru wengine, usinipite. Yesu,
Kwa mahitaji yote umenijibu Bwana, nashukuru. Ulikuwa nami kila hatua na kamwe sitasahau. Nikikumbuka baraka zako, mkono wako haujaniacha. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama. Hizi nyimbo watu ni wengi wanazozitumia. Hizi nyimbo tu watu ni wengi. Yapo mahubiri ya kutosha mtandaoni, yanahubiriwa kwa AI, yanahubiriwa na akili nemba. Sasa njoo kwa Yesu Kristo. Huu ndio wakati wa wewe kugeuka. Huu ndio wakati wa wewe kuja kwa Yesu na kufanya matengenezo. Nakwambia katika Kristo Yesu, nakwambia katika Kristo Yesu, zama hizi ukishindwa kugeuka, upepo utakaokuja utakusomba, utakuchukua. Siku ile, saa ile utashangaa ukijiaminisha kwamba mbinguni Bwana nakupokea. Bwana anasema mimi sikujui. Njoo kwa Yesu sasa, ingali bado unayo nafasi. I am telling you, come to Jesus, ingali bado unayo nafasi. Kama hujaokoka, mpokee Yesu Kristo leo ili afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wako. Kama hujaokoka, njoo kwa Yesu Kristo leo. Ndugu yangu mpendwa, kama ulibatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, inahusi katika upendo wa Mungu aliye hai, ukabatizwe vile Biblia inavyotaka watu wabatizwe. Ukisoma Biblia yako yote, hakuna mtu hata mmoja aliyebatizwa kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Wote walibatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari ule wa 38, Petro anatoa agizo watu waende wakabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 10, ukasoma yale maandiko ya mwisho pale 45, 46, 47, unapata kuona Petro tena anaagiza watu wakabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 16 mstari ule wa kwanza ukienda kusoma mpaka wa 6, utapata uelewa jinsi gani ya kwamba Paulo anawaambia watu wakabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Sasa kilichopo ni hichi, wengi wameshindwa kuelewa Yesu aliposema mkabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nataka nikupa uelewa huu. Baba sio jina, baba ni cheo. Ndio maana wewe mwenyewe una baba yako, lakini huyo baba yako ana jina. Baba yako ana jina. Mwana sio jina, mwana ni cheo. Mwana ana jina. Yaani usikute wewe una mtoto, yule mtoto wako unamuita mwanangu, lakini ndio ni mwanangu, lakini umempa jina la fulani. Roho Mtakatifu ni utendaji kazi unaotenda kazi ndani ya huyu Baba na Mwana. Kwa lugha nyingine, unaposema Roho Mtakatifu umemtaja Yesu Kristo. Sasa ndio maana huoni katika Biblia mtu yoyote kubatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu alisema mkambatize kwa jina la, hakusema majina. Alisema kwa jina la. Hilo jina la ni jina lake Yesu Kristo. Hakuna jina tuliopewa katika hii dunia ya mimi na wewe kuokolewa ila jina lake Yesu Kristo. Ndugu yangu, kama haujaokoka, mpokee Yesu Kristo leo. Pili, kama hujabatizwa katika jina lake Yesu Kristo, upate ubatizo sahihi, usije ukazuiwa, usije ukafika hatua ukaenda mwendo wako kapiga bure. Na mwisho kabisa, kama unahitaji mahali pa kuabudu, sehemu ambapo naamini kabisa itakusaidia, utaweza kunitafuta. Na namba zangu za simu za kunipata ni kama ifuatavyo: 0710679104. Kama upo Tanzania au kama upo nje ya Tanzania ndio utaweka hiyo jumlisha 255. Utaweka namba ya simu 0710679104. Fanya maamuzi kabla hujachelewa. Amen.